Msikilizaji wangu wa Light Simulizi, ni matumaini yangu ni mzima wa afya kabisa popote pale ulipo. Lakini kabla ya kusonga mbele, ni kuombe ni radhi mashabiki zangu popote pale mlipo, kwa kuwa sehemu ya 12 niliupload hapo jana, lakini kwa bahati mbaya ikaondolewa, na ni kutokana na sera na miko ya YouTube, ndio maana ikaondolewa hewani. Lakini si mbaya sana, kwani ukija WhatsApp unaipata kwa nambari ambayo nitaiandika hapo chini. Lakini pia kuna posti ambayo niliposti hapo jana. Ukitaka kuipata unabonyeza namba ambayo niliweka, kisha unakuja WhatsApp na kutumia story hiyo. Hivyo niseme asante sana kwa support yako mpendwa wangu. Asante sana kwa kuichagua Light Simulizi. Basi tuendelee katika sehemu ya 13 ya siku ya leo ya kibao chetu hichi cha Binti Tausi, ama unaweza kaita umekosea lakini ni tamu. Karibu sana, mimi naitwa Trish. Lakini kabla ya kusonga mbele, tuangalie pale tulipoishia katika sehemu ya 12 ya simulizi yetu. Ni pale wakati Eric anakatiza kwenye viunga vya hospitali, akaona magari mawili meusi Toyota V8 yakiingia pale hospitali kwa spidi kali. Kisha wakashuka watu 6 ambao baadhi yao walivalia suti nyeusi na miwani myeusi, wengine walivalia kawaida tu. Hapa ndipo tulipoishia katika sehemu ya 12. Basi tuendelee katika sehemu yetu ya siku ya leo ambayo ni sehemu ya 13. Karibu sana. Eric hakuwajali wale watu 6. Alivutiwa na magari mazuri waliokuja nayo, ambayo yalikuwa na plate number za kijani zenye maandishi ya njano, ambao walishuka wale watu 6 waliokuwa wanakuja usawa wake na kuelekea ndani ya hospitali, yani alikotokea yeye, wakipishana bila kusalimiana, huku akiwaona wale 4 waliovalia suti nyeusi na miwani myeusi wakimtizama kwa muda mrefu wakati wanapishana, huku akishindwa kuyasoma macho yao kama ni ya mshangao au ya ushamba. Lakini Eric ambaye ametoka kudhalilishwa muda mfupi uliopita akazidi kujisikia aibu na kuhisi kuwa pengine wanamtizama kutokana na umasikini wake. Ningekuwa na gari kama lile ningeheshimika, na huyu mama asingeniita mwizi, aliwaza Eric, huku analitizama gari moja kati ya yale magari mawili ambayo walikuja nayo wale watu ambao kama Eric angegeuka nyuma angeona jinsi walivyokuwa wanatembea huku wanamtizama. Upande wa pili, Binti Tausi, malkia asiyejijua, yani malkia muuza bagia, sasa alikuwa amejilaza kitandani kwake akilia kimya kimya kwa mambo yaliyotokea masaa machache yaliyopita, kwa kusemwa vibaya na mama Irene ambaye ni kati ya majirani alokuwa akiishi nao vizuri. Kijana, ungekuwepo pengine na sisi tusingedharaulika kama angekuwa na baki Eric, aliwaza mabagia, huku akitiririkwa na machozi yaliolowesha mto wake wa kulalia. Onasa, hata shangazi bado ananisema vibaya, akishindwa kuliangalia liloipata familia yake. Inaonesha mimi ndo kapu la lawama, alilalamika Tausi, akiendelea kuwaza kuwa hata mwanae anaonekana sio lolote mbele ya jamii na kuonekana hafai kuwa na Irene. Kwa hiyo mwanangu hawezi kuwa huru kuchagua mwanamke anayemtaka kutokana na umasikini wake, aliwaza mama Eric, huku akikumbuka kuwa mpaka sasa mwanae hajarudi na ilikuwa inaelekea saa 12. Ukweli mama Eric alikuwa katika majonzi makubwa. Ilimuuma sana mwanae kudharaulika, wakati yeye anamuona ni kijana bora kuliko vijana wote aliyowahi kuwaona. Sasa leo anakuja jirani yake ambaye kila mara Eric amekuwa akijitoa kwao, kiasi cha mtu kudhania kuwa Eric ni mfanyakazi wao na kwamba wanamlipa chochote. Kumbe kijana alikuwa anajitolea kwa roho moja tu. Naamini Mungu ni wetu sote. Fanya jambo japo na sisi watuone kuwa ni binadamu wenzao, alisema mama Eric, huku machozi yakiendelea kububujika mashavuni kwake. Mwanangu, mpaka sasa hujarudi.
na kumrudisha mtoto wa watu. Aliwaza mama Eric ambaye toka jana aishiwe salio hakuweza kununua jingine. Si kwamba hakuwa na fedha, ila huwa ni mvivu kuweka salio kwenye simu, na hii hutokana na kutokuwa na watu wa kuwapigia mara kwa mara. Upande wa Irene ndiye alikuwa anasukuma kitanda cha matairi alicholala Mage toka kwenye chumba cha matibabu ili kumpeleka kule kwenye wadi ya VIP ambayo Dr. Simoni hutumia kwa wagonjwa special au wale wenye kulipa gharama kubwa. Lakini Irene alipofika kwenye korido akashangaa kumuona na dawakazi akiwa peke yake. Na wakati alimwambia Eric amsubiri hapo kwenye benchi, Irene akiwa anaongozana na mama yake na baba yake akajiuliza sana kwa kuhisi kwa pengine amekwenda kujisaidia au kaonelea anyoshe miguu kwa kuzunguka mle ndani ya hospitali. Wana familia hawa ambao sasa ni kama hawakuwa wanaongea kama wana familia. Walielekea kwenye wadi ya VIP na kumweka Mage, lakini kabla hawajatoka ni kama walisikia sauti ya mtu anaulizia jambo kwa koridoni. Hapo mama Irene akatoka haraka. "Oh, karibuni jamani. Nyie ndo mlonipigia simu?" aliuliza mama Irene, huku akina Irene wakisikia sauti ya mama yake. "Ndio mama yetu mkarimu. Tunahitaji kumwona Dr. Irene ili atueleze kuhusu bangiri," alisema mmoja wa watu wale kwa sauti ya upole, akiongea kwa vituo. "Hamna haja ya kupoteza muda. Mwizi wa bangiri mmepishana naye hapo nje sasa hivi," alisikika mama Irene, huku vikifuatia vishindo vya watu waliokuwa wanaondoka eneo hilo kurudi walikotoka, wakiongozwa na mama Irene mwenyewe. Kusikia hivyo Irene ni kama alikuwa amepata picha kilichotokea. "Hapana, Eric sio mwizi," alisema Irene, huku anataka kutoka mbio kuwakimbilia, lakini baba yake akamdaka mkono. "Subiri Irene, utakwenda kugombana na mama yako. Subiri, tutakwenda huko kwa polisi," alisema Dr. Simoni, lakini haikuwa kazi rahisi kumzuia Irene. "Hapana baba, siwezi kuacha Eric aonewe. Ile bangiri hajaiba," alisema Irene akijaribu kujipapatua kwenye mkono wa baba yake. Wakati huo nje ya jengo hilo mama Irene alikuwa anaongoza kundi la watu 6 naye akiwa wa 7. "Nimemtimua sasa hivi. Hata kwenye kituo cha daladala hajafika," alisema mama Irene, huku akiongeza mwendo kutoka kwenye eneo la hospitali na kuongoza kwenye kituo cha daladala, huku wale jamaa wakifuatia nyuma yake wakionekana kutizama mara kwa mara, ni kama alikuwa anatamani kuuliza jambo. Tena sasa hawakuwajali akina Bahati, yaani tena mbambikie na kesi nyingine, ila akitoka huko asimchezee tena mwanangu, alisema mama Irene. Alionekana kuwa na hasira kweli kweli. "Samahani mama mkarimu, unamzungumzia kijana mmoja alitoka hapa hospitali muda mfupi uliopita?" aliuliza mmoja kati ya wale watu 4 waliokuwa wamevalia suti, yaani wapelelezi toka Mbogoland. "Kumbe mlimwona Mngejua mngelikamata mara moja. Ndio hilo linaitwa Eric," alisema mama Irene kwa sauti iliyojaa chuki kubwa sana, huku wale watu 4 wakatizamana kwa mshangao kama vile walikuwa wanaambizana jambo. "Yes, ndio mwenyewe. Weka chukue magari haraka," alisema yule ajenti mkuu akimwonyesha mmoja wao, kisha watatu waliobakia wakatoka mbio kuelekea kule upande wa barabarani, yaani kwenye kituo cha daladala, wakimwacha mama Irene na kina Bahati wakiwa wanashangaa, huku yule mmoja wa wapelelezi akirudi alikotoka na kuelekea kwenye magari. Hapo Bahati na Huda wakatizamana, kisha ni kama waliambizana Zuba uchekwe, maana walitoka mbio na kutokomea zao, wakimwacha mama Irene anatizama kwa mbali kule wale kuelekea wale jamaa waliovalia suti. "Utakoma mshenzi wewe, na ukome kuvizia watoto wa watu," alisema mama Irene kabla kugeuka na kurudi alikotoka, yaani hospitali. Eric akiwa hana hili wala lile, kwa mawazo yamemtawala kichwani, alikwenda na kusimama kwenye kituo cha daladala, huku mawazo yakiwa yamemsonga kwa nguvu, na kuikumbuka ndoto yake ya kumwona Irene akiwa amevalia kama malkia, akiwa anamletea maji ya kunywa, na kuhisi kuwa ile ndoto ni kweli ilitimia kwa Irene kuolewa na mwanaume mwenye fedha nyingi.
Eric akiwa anawaza hili na lile, huku roho yake ikiuma kwa maneno ya Mama Irene. Mara akashangaa kuona watu watatu wakisimama pembeni yake. Salamu Eric. Wote watatu walisalimia kwa pamoja huku wakiinamisha vichwa vyao. Kwanza Eric alidhania kuwa ni mchezo fulani unachezwa juu yake, lakini alipowatizama aliwakumbuka kuwa ni baadhi ya wale waliokuwa wanaingia kule ndani ya hospitali ya kina Irene. Lakini hakuweza kuwajibu, akabakia anawashangaa wale watu ambao walipoona salamu zao hazijibiwi wakainua vichwa vyao, na mmoja wao akaongea, Bwana Eric, tunaomba uongozane na sisi. Kuna mtu anahitaji kuongea na wewe juu ya jambo fulani, alisema mmoja wao. Na hapo Eric akashtuka kidogo, na wakati huo akashangaa kuona magari yale mawili aina ya Toyota V8 ikisimama mbele yake. Ile anashangaa akasikia, samahani Eric, imeagizwa iwe hivi, alisikika yule jamaa, huku wakati huo Eric akishikwa huku na huku, fumba na kufumbua. Tayari alishasukumiwa ndani ya gari moja kati ya yale mawili. Jamani, mbona siwaelewi? Kwani nyinyi ni akina nani? Na nimewafanyia nini? Aliuliza Eric kwa sauti ya kupaniki iliyojaa ubishi, huku mawazo yake yakiwa ni kwamba hawa ni polisi na wametumwa na Mama Irene wamsingizie kesi ya wizi kama alivyosema kuwa yeye ni mwizi. Eric, hatuna ugomvi na wewe, kuna kitu tunahitaji kujua toka kwako, alisema mmoja kati ya watu wawili walioingia ndani ya ile gari. Alikaa pembeni yake na kumweka katikati. Mida hiyo tayari magari yalishaanza kuondoka na kuelekea mjini kati, wakiwafuata uso wa balozi za Mbogolendi. Hapo Eric akawa mtulivu kusubiri hatima yake, huku kichwani mwake ikipeta mawazo mengi sana juu ya mambo yanayomtokea kwa muda mchache. Job na wenzake walifika kwa Jafari na kuingiza gari ndani, kisha wakatoa taarifa juu ya kutokumwona Eric maeneo ya nyumbani kwao, na hawakumueleza kuwa kama wamegonga mtu na kukimbia. Hilo sina shaka nalo, ipo siku ataingia mikononi mwangu, alisema Jafari, ambaye alikuwa na Kadoda wanakunywa pombe, na kina Jobu nao wakajiunga na wenzao kuendelea kunywa pombe, huku wakiongea hili na lile, na mipango mingi ikiwa ni kuhakikisha Eric anakuwa mbali na Irene, na njia pekee ni kumtia kilema Eric au kumuua kabisa. Hawakukaa sana pale nyumbani kwa Jafari, wakaambizana waende mitaa ya Mahenge wakapate bia na kuchagua mademu kwa kulala nao. Hiyo ndio sifa ya Jafari. Ili siku ipite, lazima pombe na pengine mwanamke awepo pembeni yake, akimfanyia mambo ya kimahaba na kumshika sehemu mbalimbali za msisimko, na kisha kwenda kumaliza usiku pale nyumbani kwake Majengo. Huku nako Dr. Simoni bado alikuwa anamzuia mwanae Irene asiende kule nje, maana alijua fika kuwa lazima kingetokea kitu ambacho hakikutegemewa kutoka katika familia yao, nacho ni ugomvi wa mama na mtoto. Sikia mwanangu, usiwe na wasiwasi, wacha tuweke sawa, halafu tutakwenda huko polisi tukajue nini tatizo na tutamwekea dhamana, alisema Dr. Simoni, huku akiwa bado amemshika mkono mwanae Irene. Lakini baba, kwa nini mama anafanya hivi? Anaonekana anamchukia Eric, kwani kamkosea nini? Irene aliuliza kwa sauti iliyoambatana na kilio cha kwikwe. Mwanangu, mimi ni kama wewe, ninaamini kabisa Eric sio mwizi. Subiri tukaongee na polisi. Isitoshe, nafahamiana na wakubwa wengi wa pale polisi, alisema Dr. Simoni, na wakati huo mke wake akaingia ndani ile ya wadi ya VIP akiongozana na nesi mmoja. Sasa wewe, kinachokuuliza ni nini haswa? Ina maana bado unalilia huyu mwizi? Aliuliza Mama Irene kwa sauti ya dharau. Mama, samahani, naomba unielewe, Eric sio mwizi, alisema Irene, ambaye alishasikia habari ya wizi wa Eric kuwa ni bangire kama alivyotaja mama yake alipokuwa anaongea na hao watu wanaoitwa polisi walikuja kumkamata Eric. Kama sio mwizi, na hicho alichokifanya ni nini? Unadhani ana uwezo wa kukununulia bangire?
aliongea Mama Irene kwa dharau ya hali ya juu ambayo iliwaumiza Irene na baba yake. Mama Irene, yule kijana kama kuiba angeniibia mimi zile fedha ambazo aliziokota kwenye gari. Eric sio mwizi, alisema Dr. Simon kwa sauti ya upole lakini yenye msisitizo. Bwana wewe, ameshakamatwa na wizi wake. Sitaki majambazi katika familia yangu, alisema Mama Irene kwa sauti ya juu iliyojaa hasira. Mama anakuambia Eric sio mwizi. Zile bangiri alipewa na mama yake. Na kama ni mwizi, basi ameiba kwa ajili ya upendo wake kwangu, alisema Irene kwa sauti iliyoambatana na kilio cha chini chini. Hivi Irene, una shida gani wewe? Kwa nini unamngangania huyo kijana wa hovyo hovyo kama yule? Tena umeshaona kabisa ni mwizi, alisema Mama Irene kwa sauti ya masikitiko. Lakini hakuna aliyemjibu. Zaidi Irene aliendelea kulia kimya kimya. Eti mwanangu, kuna kijana yule nani sijui, Jafari, anakupenda, anahangaika juu yako. Kwa nini uniumize mimi mama yako ambaye nimehangaika kutimiza ndoto zako? Umekuwa dokta kwa juhudi zangu. Kwa nini usiniachie nimalizie na hili na kukupatia mume bora wa maisha yako? Alisema Mama Irene kwa sauti ya utulivu ya kubembeleza. Hapo Irene akainua uso wake na kumtizama mama yake. Nani? Jafari? Hivi unamjua huyo Jafari? Irene aliuliza kwa mshangao na kumfanya Dr. Simon atabasamu, huku yule nesi naye akiachia mshangao wa mwaka na kushindwa kuchangia mada ile ya wanafamilia. Ndiyo mwanangu, kwa nini ukaishi maisha ya hovyo wakati vijana wenye kujituma wapo wanakuangaikia usiku na mchana? Alisema Mama Irene na kuzidi kumshangaza yule nesi aliyeletwa mle ndani kukabidhiwa jukumu la kumguza Mage. Mama, naomba unielewe, umefanikisha kunisomesha na nimekuwa nikifuata kila unachonishauri juu ya kujitunza, na ulikuwa ukisema nijitunze ili niwe mke wa mtoto wa mfalme. Sasa basi, mfalme wangu ni Eric na nimeshaamua hivyo. Nipo tayari kuuza gari langu, nilipie kila kitu watakachokisema kwamba ameiba, alisema Irene na kutoka nje ya ile hodi. Mama Irene, utarudi na hilo gari, si tunakwenda kituo cha polisi, alisema Dr. Simon akimkimbilia mwanae. Alikuwa ametoka nje wakimwacha Mama Irene akiwa amesimama na kuwashangaa mtu na mwanae waliokuwa wanaelekea kwenye maegesho ya magari. Nyinyi sumbueni tu na kesho na kwenda kushindilia misumari mpaka ametoka jela, mwanangu ukashaolewa, alisema Mama Irene huku anarudi ndani ya wadi ya VIP ambako amelazwa Mage. Akamkuta nesi alihitaji kumwachia jukumu la kumwangalia mtoto huyu wa wifi yake. Hakikisha akizinduka unampatia chakula, na kama kuna lolote tupigie simu, alisema Mama Irene huku akichukua funguo ya gari mezani na kuondoka zake kuelekea kwenye maegesho ya magari ambako alikuta mume wake na mwanae wameshaondoka zao na gari walotoka nalo kina Irene shambani. Kweli nyie mmechezewa akili, na ningeupata uchawi wa mabagia ningefurahi sana. Ningewaroga polisi wamfunge huyu mshenzi mpaka ajute. Yaani kawaroga hawa wajinga mpaka wanashinda kujitambua, alisema Mama Irene akiwa anaingia kwenye gari na kuondoka zake huku moyo wake umetapakaa furaha nyingi sana. Nipitie Mahenge nikachukue waini nijipongeze kwa mafanikio niliyoyapata, alisema Mama Irene ambaye aliamini kuwa haya yote yanamtokea Eric ni kwa ajili ya kumwepusha mwanae Irene asiingie kwenye mapenzi ya mtu ambaye hana mbele wala nyuma. Dakika 5 ziliwatosha Dr. Simon na mwanae Irene kufika kituo cha polisi wilaya ya Songea. Baba Irene ndiye alikuwa anaendesha gari, na hata aliposimamisha gari wa kwanza kushuka alikuwa ni Irene akifuatia na baba yake ambaye waliongozana ndani ya kituo, ukiwapita askari waliokuwa wanajiandaa kuelekea doria ambao walionekana wazi wakimtizama Irene kwa macho ya matamanio. Maana huyo Irene ambaye namsimulia hapa, ukipata kumuona kwa macho, hakika ombea usimuone ukiwa kwenye nyumba ya ibada au ukiwa na mkeo au mpenzi wako, maana lazima ungesahau kama upo na nani na unafanya nini.
Jamani, Eric sio mwizi, alisema Irene mara baada ya kufika mapokezi, ambayo ilikuwa na askari wawili, mmoja akiwa wa kike na mmoja wa kiume, ambao wakati huo walikuwa na mshangaa. Wawili hawa ambao wanawafahamu watu hawa kutokana na umaarufu wao kutokana na uhodari wa kimatibabu kwenye hospitali yao kwa namna mbili tofauti. Wakati huu askari wa kike akishangaa kitendo cha yule msichana mzuri kuliko yeye, tena maradufu, akionekana akiongea na weweseka, huku wa kiume akikodoa macho kumtizama Irene akisanifu uzuri wa umbo na sura, japo hakuwa amejipaka kikorombozo chochote cha kujipendezesha sura yake zaidi ya mafuta ya mgando na maji ya mtoni aliyoyaoga kule shambani Mlilayoyo, sababu kule shambani hakukuwa na vipodozi zaidi ya mafuta ya mabagia na yale ya mgando. Samahani jamani, habari za kazi, alisalimia Dr. Simoni. Safi tu mzee wangu, mbona hivyo, kuna shida? Aliuliza yule wa kike, huku yule wa kiume akimshangaa Irene kuanzia juu mpaka chini. Ni kweli kuna rafiki wa binti yangu amekuja kuchukuliwa pale hospitali kwa kesi ya wizi, lakini mazingira ya wizi hayaeleweki, hivyo tulikuwa tunahitaji kuomba kama inawezekana tumwekee dhamana. Kesho Jumatatu tutamleta kwa mahojiano zaidi, ila naamini yule kijana sio mwizi, na kama aliiba kwa bahati mbaya, nipo tayari kulipa gharama zote ili aachiwe huru, alisema Dr. Simoni. Na Irene akadakia, baba, usiseme kama aliiba kwa bahati mbaya, Eric hajaiba, alisema Irene, huku akionekana wazi ametoka kwenye kilio cha muda mrefu. Hapo wale polisi wakatizamana kidogo, kisha yule wa kike akatizama chini ya ile meza kubwa ya kaunta. Dokta, kwa heshima yako tutamwachia, lakini hakikisha kesho anakuja, alisema yule askari wa kike ambaye umri wake unalingana na Irene. Usiwe na wasiwasi dada yangu, nitakuja naye, ni mchumba wangu, nitakuja naye, alisema Irene. Okay, anaitwa nani? Aliuliza yule askari huku akianza kufunua daftari la nomololo. Ni kwa lugha ya Urusi, yani Russian language, ila kwa Kiswahili ni orodha. Anaitwa nani? Aliuliza yule askari wa kike huku anatazama kwenye daftari. Eric, jina la kwanza, alitaja dokta, huku Irene akiongezea jina kamili. Eric kijana. Hapo yule polisi wa kike akainua uso na kumtizama Irene usoni. Dada, tumeamua kuwasaidia kutokana na heshima mlionayo. Hebu taja jina halisi na sio jina la mtaani, alisema yule askari polisi akionyesha kutaka utani. Hilo ndio jina halisi, alisema Dr. Simoni. Mna uhakika? Aliuliza yule askari wa kike huku anatizama kwenye daftari. Wakati huo yule askari wa kiume akimkodolea macho Irene. Ungesema ni scanning machine inachukua picha ya Irene ili wakati akiwa amelala au japo anapeana, angekuwa ametimiza moja ya ndoto yake kumwota huyu mwanamke. Ndiyo dada yangu, ndio jina lake hilo, alisema Irene na kufanya yule dada askari ainue uso wake na kumtizama Irene. Sikumbuki kuandika jina kama hilo. Kwani amekuja kwa kesi gani? Aliuliza yule polisi wa kike huku akimtizama Irene. Amekuja kukamatwa kwa kosa la wizi wa bangiri ambayo alimpa huyu binti yangu, alisema Dr. Simoni. Sielewi. Dokta, bangiri inawezaje kumfikisha mtu hapa kituoni na sisi tukampokea? Aliuliza yule askari wa kike. Dada, ni kwamba ile bangiri ni ya dhahabu na ina alama za Mbogolendi. Alinipa 2, moja ikaibwa, nadhani ndio hiyo anayosingiziwa kwa ameiba, alisema Irene kwa ufafanuzi. Hapo askari hawa wawili wakatizamana kidogo, kisha yule wa kiume akaongea. Kwa kifupi, hiyo kesi hapa kwetu haipo, na washauri muende kwenye balozi ya Mbogolendi, maana kesi ya Mbogolendi ipo kwenye balozi yao. Kama atakuwa anashukiwa kuwa ni moja kati ya watu hao, ni kati ya watu waliovunja na kuiba, alifafanua yule askari wa kiume. Hapana, Eric,
alinipa ile bangiri siku moja kabla ya kutokea kwa wizi, alisema Irene huku akiongoza kutoka nje, huku dokta akiaga juu kwa juu kumwahi mwanae ambaye alikuwa anaelekea kwenye gari. Upande wa Eric akiwa haelewi chochote, aliona akifikishwa kwenye jengo moja kubwa na kuanza kupigwa picha nyingi mfululizo, kisha akapewa kiti na kuambiwa akae. Lakini muda wote alikuwa anaambiwa kwa heshima na taadhima, tofauti na vile mwizi alivyokuwa anaambiwa. Zilipita dakika 5, Eric yake ametulia kwenye kiti akisubiri hatima yake. Mara akasikia wale jamaa waliovalia suti nyeusi wakiongea. Ndio yeye. Waziri amesema ndege inaondoka sasa hivi kuja kumchukua. Wajiandae kuondoka naye. Hapo Eric akahisi sasa anaingia kwenye matatizo makubwa, na kama asipojieleza vizuri anaweza kuingia kwenye matatizo makubwa sana. Japo wale jamaa walionyesha hawakuwa na shida na yeye, akataka kuambia jambo, lakini akashangaa kuona wale jamaa wakiitana pembeni na kuweka kikao cha muda kama vile wanakubaliana na jambo fulani. Kisha mmoja wao alionekana kuwa ni mkubwa wao, akaenda na kuinamisha kichwa chake mbele yake na kusema, samahani, tunaomba kupata picha pamoja. Hapo Eric akashangaa kutoka kuitwa mwizi mpaka kuombwa picha ya pamoja na watu waliovalia suti ambao wametoka kumkamata muda mfupi uliopita. Eric akawatizama kwa mshangao unaochanganyika na wasiwasi, lakini kabla hajawajibu akaona wale jamaa watatu kati yao wakisimama pembeni ya kiti alichokuwa amekaa, mmoja akiwa kulia, mwingine kushoto na mwingine nyuma, na mmoja wao akachukua kamera kabisa, sio ya simu, na kuwapiga picha wenzake waliosimama pembeni ya Eric. Wakafanya hivyo kwa kubadilishana, kisha wakaanza kupiga mmoja baada ya mwingine, na mwisho katika hali ya kushangaza mmoja wao akasema, asante sana ewe mwenye kijana, lakini tuna ombi la mwisho, alisema huku wote wakiinamisha vichwa vyao mbele ya Eric, ambaye alizidi kushangaa huku akikumbuka lile jina la mwenye kijana kuwa aliwahi kumsikia mama yake akilitaja mara kwa mara kuwa ndio jina la baba yake. Ombi gani kwangu wakati nyewe mmenikamata hata hamjaniambia nimewakosea nini? Eric aliuliza kwa sauti ya unyonge na uoga. Ewe mwenye kijana, tunaomba utuangalie vizuri katika wakati wako na sisi tuweze kuishi vizuri na familia zetu, alisema yule mmoja kwa sauti ya unyenyekevu na kuzidi kumshangaza Eric, ambaye sasa alianza kuhisi jambo. Kwa hiyo nyie mnamjua babangu? Sababu yeye ndiye alikuwa anaitwa mwenye kijana, aliuliza Eric kwa sauti ambayo bado ilikuwa na uoga kwa mbali. Wale jamaa wakatizamana na kukumbuka miiko waliopewa na mfalme kuwa hata yeye mwenyewe hatakiwi kujua kinachoendelea, na hii ilikuwa ni kwa ajili ya usalama wa Eric na mama yake, sababu tayari ni familia ya kifalme. Huwezi kujua watu wanakitizamaje kiti kile cha kifalme, maana tayari kulikuwa na watu ambao walikuwa wanategemea kuchaguliwa kwa warithi wa kiti cha mfalme. Pia kutaka ifahamike kwa mataifa mengine kuwa ameshapatikana mwenye kijana, yani mfalme ajaye ama next king. Watu wale wanne hawakujibu lolote, lakini dakika 5 baadaye Eric akamwona yule mmoja akipigiwa simu. Akasikiliza kwa sekunde chache ambazo hazikufikia 50, huku akiitikia mara kwa mara kuwa ndio, sawa, watatukuta. Alimaliza kwa kusema hivyo, kisha akawatizama wenzie. Jamani, ndege ipo njiani, tusogee airport, alisema yule jamaa, kisha akamsogelea Eric na kumwambia, tunaomba tuondoke, alisema yule jamaa kwa sauti ambayo Eric alishangaa sana, maana kwa kujua yeye ni mwizi kama alivyoambiwa na mama Irene, lakini huyu jamaa aliongea kwa unyenyekevu mkubwa. Mimi mbona siwaelewi jamani? Kwani mnanipeleka wapi? Halafu kwa nini hamniambii nimewaibia nini? Aliongea Eric kwa sauti ya juu, safari hii akionyesha kuwa hakubali kupelekwa mahali popote. Tafadhali usiwe na wasiwasi, inuka tuondoke, ni lazima leo ufike nyumbani, alisema yule mmoja kwa sauti ile ya upole na unyenyekevu.
Nitaondokaje kama mama yangu sijamueleza kuwa mmenikamata? Eric aliuliza kwa sauti iliyojawa na ubishi wa wazi. Hapo wale jamaa wakatizamana, kisha ule mwenye kuonekana kuwa ndiye mkubwa wao akaonyesha ishara fulani. Hapo Eric akaona wawili kati yao wanamsogelea na kumshika mkono ili hajatahamaki. Mmoja alichukua simu ya Eric kutoka kwenye mfuko, huku yule mwingine akimzungusha mkono nyuma na ameshavishwa vitu fulani kama vijimikanda vidogo vya plastiki, yani plastiki ngumu. Usiwe na wasiwasi, na mama yako nadhani muda mfupi utakuwa naye, alisema yule jamaa. Na hapo Eric akatulia kidogo, sababu kile kijimkanda kilimshika kweli kweli. Hapo safari ikaanza kuelekea nje ya jengo. Basi tuelekee Mahenge kwenye grocery moja ndogo tu ambayo hapo ipo mita chache toka barabara kuu. Sehemu hii ina maajabu yake. Japo ni sehemu ya kawaida tu ambayo ukipita mchana unaweza kusema hainaga wateja, lakini kadri giza linavyozidi kutanda ndivyo watu wanavyozidi kujaa. Mida hii ya saa 1:30 sehemu hii ilionekana haitoshi. Magari yalikuwa machache tu, lakini watu walikuwa wengi kupita kiasi. Wa kike kwa wa kiume, wazee kwa vijana na wasichana wadogo ambao wengi wao walionekana wakinywa vinywaji vyao, huku macho yao wakielekeza kwenye meza za wanaume waliokaa peke yao, yani bila wanawake. Hapa ni Uswazi, lakini pako vizuri, alisema Jafari aliyekuwa amekaa na wenzia 4 wakiwa wamechafua meza kwa vinywaji, huku wote wakiwa wamelewa vibaya sana, maana walianza kunywa pombe mapema sana siku ile. Yani hapa ndio kila kitu, sio kule unakopendaga kule, alisema Kadoda huku wakiendelea kupata vinywaji. Oya, ngoja kwanza nikakojoe, halafu nikirudi nichague demo mmoja mkali wa kwenda naye, alisema Jafari, kisha akainuka na kuelekea chooni, upande ambao kulikuwa na magari yameegeshwa, yani ndio kama maegesho ya magari. Jafari alikwenda moja kwa moja kwenye usawa wa gari lao aina ya Subaru Impreza na kusimama nyuma ya gari lao ambako ni upande wa barabarani, kisha akatoa dudu yake na kuanza kukojoa, akiamini kuwa ile giza ndio maficho. Lakini haikuwa hivyo, maana wakati anaendelea kumwaga mkojo mrefu wa pombe, mara kaona mwanga wa gari ukimulika upande wake. Akajua linapita, akaendelea kukojoa. Anijui, simjui, alijisemea Jafari kilevi. Akiwa bado anaendelea kukojoa, akaliona gari lile linakuja usawa maegesho na kuzidi kumulika. Mpuzi we bwege nini? Si uzime taa bwana, alisema Jafari kwa sauti ya kilevi, huku akiendelea kukojoa. Lakini ni kama dereva wa lile gari aligundua au kusikia maneno ya Jafari, maana alipunguza mwanga wa gari na kusimama, kisha akashuka. Hapo ndipo Jafari alipogundua kuwa dereva alikuwa ni mwanamke, na mbaya zaidi upande alioshukia ndio ule alikuwepo yeye anamwaga kojo. Baba, ungesogea kule pembeni, hapa ni barabarani, aliongea yule mwanamke huku akifunga mlango wa gari lake aina ya Toyota Wish. Kumbe ni wewe ndio umenimulika mwanga kwa makusudi, alisema Jafari akigeuka na kuelekeza dudu yake kwa yule mwanamke mtu mzima kwa lengo la kumlowesha na mkojo. Lakini ilikuwa ni bahati kwa yule mwanamke, maana tayari mkojo ulikuwa umekosa nguvu na kudondokea mita chache toka alipokuwa yule mwanamke. Watoto wa siku hizi hamna adabu kabisa, yani unajaribu kunikojolea mimi, alisema yule mama kwa sauti ya mshangao. Ondoka weka haba, sitongozi wazee, alisema Jafari huku akisogea karibu zaidi ya yule mama na kujikamua ule mkojo wa mwisho ili utoke mwingi. Lakini aliishia kuachia ushuzi huku mkojo ukitoka kidogo sana. Hebu lione kwanza, hata aibu hauna, alisema yule mama huku akitoka haraka na kuelekea kwenye ile grocery, akipitiliza ndani kabisa akijua kuwa amekwisha. Upande wa Dr. Simoni alipunguza mwendo wa gari lake Toyota Hilux na kukata kona upande wa kushoto na kwenda kusimama mbele ya geti la ubalozi wa Mbogolende, ambapo palikuwa na walinzi 2 wa jeshi la polisi wakiwa na silaha zao aina ya SMG, huku mmoja wao akimalizia kulifunga geti hilo
ikionyesha kuwa kuna gari limetoka muda huo huo, na aliposimama tu Irene akashuka haraka na kumsogelea mmoja wa wale askari. Wakati huo askari mwingine alikuwa anasogelea gari upande wa dereva, yani alikokuwepo Dr. Simon. Simama hapo hapo kisha jitambulishe, alisema yule askari ambaye alikuwa anasogelewa na Irene, huku akimtizama Irene kwa macho ya matamanio, akisaidiwa na mwangaza wa taa kali za pale mbele ya geti. Naitwa Dr. Irene Simon, mchumba wa Eric, mkamata, alisema Irene kwa pupa hapo. Hata yule askari aliyekuwa anamsogelea Dr. Simon akasimama na kumtizama Irene. Nani kakuambia kuwa sisi tunakamata watu hapa? Haya, shida yako ni nini? Aliuliza yule askari aliyekuwa karibu na gari. Kijana, samahani kidogo, naomba nieleze kwa kina, alisema Dr. Simon huku akishuka toka kwenye gari ambalo bado lilikuwa linaunguruma. Oh, kumbe Dr. Simon, kuna shida gani tena mzee? Yule askari aliuliza, ambaye alionyesha kumfahamu Dr. Simon, japo Dr. Simon mwenyewe hakumtambua, ila kwa hilo huwa alimshangazi, sababu imeshamtokea mara nyingi sana kusalimiwa na mtu ambaye anamfahamu bila yeye kumtambua. Kijana, tuna tatizo la kijana mmoja hivi, anaitwa Eric, ni rafiki wa huyu mwanangu, alianza kuelezea Dr. Simon, huku Irene akiongea baadhi ya sehemu ambazo baba yake aliona kuwa anazikosea. Hivyo Irene na baba yake wakaeleza kuanzia tukio la Irene kukabidhi wa bangiri mchana wa siku ya tukio, yani masaa kadhaa kabla ya tukio la kuibiwa kwa makumbusho Mbogolende, na leo jinsi walivyofika hospitali na kuonekana Eric akikamatwa kwa kosa la wizi wa bangiri hiyo ambayo ilipotea siku kadhaa zilizopita ikiwa imeibwa na Mage. Mzee wangu, kwa kweli hiyo issue ni nzito mno. Sasa kesi ya hivyo vitu vilivyoibwa ipo mikononi mwa wenyewe Mbogolende, tena wametoka sasa hivi, yani nyewe mnaingia mmepishana nao kidogo sana, hatujui wameelekea wapi, alisema yule polisi ambaye hakuona wala kuhisi kitu wakati magari yale mawili yanaingia na baadaye kutoka, kutokana na vioo vya magari haya mawili kuzibwa kwa tinted. Sasa mnatusaidiaje ili tuweze kuona na watu hao? Irene aliuliza, ambaye alionekana wazi kukosa raha, huku mikono yake ikifuta machozi kila mara kwenye mashavu yake. Dokta, kwa kweli njoo kesho asubuhi mjieleze na kuhitaji kuwaona hao wapelelezi toka Mbogolende, alisema yule askari. Hapo ikawa ni kama mwiba kwa Irene. Hapana jamani, kwa nini iwe kesho? Leo Eric atalala wapi? Alisema Irene kwa sauti ya manunguniko makubwa. Hapo askari kwa heshima baba yake wakafanya kazi kubwa ya kumtuliza Irene, huku wakimpa moyo kwa kwamba Eric atakuwa salama wala asiwe na wasiwasi. Tena kwa maelezo yenu inaonesha wazi kabisa kuwa Eric hakuiba hiyo. Wewe dada, nenda kapumzike, na sisi tukiwaona tutajitahidi kuwaeleza ili wasimchukulie kama mwizi, alisema yule askari. Na hapo ndipo Irene na baba yake wakaridhika na kuondoka zao, wakiwaacha wale polisi wanamsindikiza kwa macho. Inakuwaje dembomba kama yule anamng'ang'ania mwizi? Alisema yule polisi aliyekuwa anaongea na Dr. Simon hapo mwanzo, huku yule mwingine akiongezea, si mchezo kweli, jamaa na yake ya kuiba, sio kwa uzuri ule ndugu yangu. Hapo wote wakacheka. Turudi tena Mahenge kwenye grocery. Sasa Irene alikuwa mbele ya kaunta ya grocery ananunua waini, ambapo aliagiza waini 2, akawekewa zile chupa kwenye mfuko, kisha akalipa na yeye kugeuka ili aondoke. Hapo ndipo alipomwona yule kijana alikuwa anakojoa pale nyuma ya gari akija kule ndani na kumfanya yeye kuweza kuiona sura yake vizuri. Yani vijana wengine sijui walizaliwa majira yapi, eti ndio mwanao anakuja kukutambulisha kuwa huyo ndio mchumba wake. Hakika nitamtimua kama paka alijisaidia kwenye unga, alisema Irene, ambaye hakujua kwa yule kijana alikuwa anamfuata yeye. Naam, ile mama Irene anataka kutoka nje ya lile jengo dogo lenye kaunta, ndipo alipogundua kwa yule kijana alikuwa anamfuata yeye. Unajua kahaba mzee, utujui sisi wenye mji,
alisema yule kijana mlevi akisimama mbele ya mama Irene, ambaye alirudi nyuma haraka kwa uoga, akijua leo atambulia makofi. Lakini haikusaidia kitu, maana yule kijana mlevi akamuai na kumshika kitenge alichokuwa amejifunga kiunoni na kukivuta. Wewe, hebu kuja hapa. Umekuja kutafuta wanaume? Alisema yule kijana huku akiwa ameshika mkononi ile nguo ya mama Irene ambayo sasa ilikuwa imeshajifungua na kumwacha mama Irene akiwa na gauni jepesi ambalo hupenda kushinda nalo nyumbani. Na ukichukulia na umbo namba 8 la mama huyu ambalo alimrithisha Irene, hapo watu waliona vitu vinatikisika huku nyuma. Hapo tayari baadhi ya watu walishaona tukio lile, na ukichukulia umaarufu wa mama huyu kutokana na kazi yao ya utabibu, mama Irene akamwona yule kijana anaitupa ile kanga chini, kisha akazidi kumsogelea na kumkamata shingo, kisha akamvutia kwake kama vile anataka kulamba midomo. Hapo mama Irene akamsukuma yule kijana kwa nguvu, ambaye alirudi hatua kadhaa nyuma akishindwa kujizuia na kujikwaa kwenye moja ya meza za watu waliokuwa wamekaa pale ndani na kujibwaga chini, akiangusha ile meza, huku tayari watu wachache wanaojua heshima ya madokta kama wanapopenda kumuita wakisogea na kumpatia yule kitenge, kisha kumtoa nje akiwa na waini zake mkononi, wakiacha yule kijana akishushwa kipigo na kulazimishwa alipie vinywaji alivyomwaga. Na wakati huo wakatokea rafiki zake 4 na kuanza kushusha kipigo kwa wale waliokuwa wanamshambulia mwenzao ambaye ni Jafari. Nje mama Irene alikuwa ameshaingia kwenye gari lake na kuondoka kuelekea nyumbani kwake akiwa na dada wa kazi ambaye hakujua kilichomtokea bosi wake kule ndani zaidi ya kuona fujo alizofanywa na yule mlevi. Upande wa Eric akiwa haelewi anapelekwa wapi, akaona gari likiyoyoma kupelekwa Luhuwiko Airport, na lilipofika uwanja wa ndege akashushwa toka kwenye gari kuongozana na wote 4 na kupelekwa kwenye ndege akiwa amefungwa kile kijikamba cha plastiki. Walipozigusa ngazi za ndege moja ndogo yenye alama ya bendera ya Mbogoland iliyozungukwa na watu wengine 6 waliovalia mavazi ya kijeshi yale ya kivita, yani combat, lakini pasipokuwa na silaha, ambao walipiga saluti wote kwa pamoja. Eric alijua kuwa ile saluti wanapigiwa wale jamaa wenye suti. Wale jamaa 4 waliovalia suti wakasimama, kisha wote 4 wakainamisha vichwa vyao mbele ya Eric, na mmoja wao akisema, safari njema mwenye kijana. Eric hakujua sema nini, akabakia amewakodolea macho wale jamaa ambao walisimama pale pale chini ya ngazi, huku wakimtizama Eric na yule mmoja wao wakipandisha ngazi kuelekea ndani ya ndege, huku Eric mwenyewe alianza kuingiwa na wasiwasi upya, akishangazwa na jinsi mambo yalivyokuwa yanakwenda. Na mshangao zaidi ni pale walipofikia mlango wa kuingilia kwenye ndege, walikaribishwa na wasichana 2 wazuri kweli kweli. Salamu mwenye kijana, karibu sana, walisema wale wasichana kwa sauti nzuri nyororo, ungesema walichaguliwa kwa sauti zao, wakiinamisha vichwa vyao chini. Lakini Eric ambaye alihisi kuwa ile taratibu haikuwa yake, alikaa kimya huku akitizama uzuri wa ile ndege ulivyokuwa unaonekana kwa ndani. Ukweli pale walipokuwa ungesema ni kama ukumbi mdogo wenye viti 6, kila kiti kikiwa na meza yake ndogo na TV. Wakati Eric anashangaa, akaona askari wale 6 wakiingia na mlango wa ndege ukafungwa. Samahani kaka, naomba unielekeze mnakonipeleka. Ile bangiri sijaiba, nilipewa na mama yangu. Ajitetea Eric ambaye sasa alianza kuonyesha sura ya huruma na kuwafanya wale wasichana wale ambao walikuwa bado wameinamisha vichwa vyao wakisubiri salamu yao ipokelewe, wakainua vichwa na kumtizama Eric kwa mshangao. Kisha wakamtizama yule jamaa ambaye hakujibu kitu zaidi ya kumsogelea na kumfungua ile kamba ya plastiki. Kisha wale wasichana wakamshika mikono kwa kugawana na kumuongoza kufuata mlango mmoja ndani ya ile ndege, huku injini za ndege zikiwashwa. Ule mlango ulipofunguliwa, Eric akaingizwa kwenye chumba kimoja ambacho kwa haraka usingefikiri kuwa kipo ndani ya ndege. Yaani kilikuwa na kila kitu cha starehe.
Kilichokitambulisha kile chumba kuwa ni chumba cha mtu tajiri au VIP ni kitanda, makochi, TV, friji, kabati la vinywaji na kila kitu ambacho unakijua ni cha kifahari, huku vitu kama glasi na vingine vingi vikinakishiwa kwa dhahabu. Karibu mwenye kijana, tunatakiwa kukaa ili tuanze safari yetu ya Mbogoland itakayotumia dakika 20. Hii ilikuwa sauti ya msichana mwingine ambaye walimkuta mle ndani akiwa na wenzake watatu. Hawakuvaa sare za wahudumu, walikuwa wamevalia sijui tuite nguo za asili au mbwe tu. Ni vitu kama shanga za dhahabu zilizofumwa na kuzuia sehemu ya mbele na nyuma pamoja na kifuani, ikizuia eneo la chuchu pekee. Kwenye mapambo mengine kama vile earrings, yani hereni, kuna hand ring, yani bangiri, cheni mashingoni mwao na vipini sehemu mbalimbali, vyote vikiwa ni vya dhahabu. Wale wasichana wawili wa mwanzo walishachana naye na kutoka mle ndani. Eric alikuwa anashangaa wale wasichana ambao ni kama mara yake ya kwanza kuwaona live wakiwa wamevaa vile mbele yake, maana hakuwahi kumwona msichana leni kama ungo yake wazi zaidi ya mpenzi wake Irene. Kashtuka, anashikwa mkono wa kushoto na kusogeza kwenye moja ya viti kati ya viwili vya mle ndani na kukalishwa, kisha akafungwa mkanda, huku ndege ikianza kutembea taratibu. Wale wasichana wakatoka na kuingia kwenye chumba kingine kidogo, wakimwacha Eric anashangaa asijue nini kinachomtokea. Mara mwizi, mara anaitwa jina la babake, mara kwenye ndege na kuheshimiwa, mara wanajeshi na watu waliovalia suti, mara wasichana warembo. Guys, yani ilikuwa ni balaa. Hii yote ni nuksi ya huyu Eric. Yani Irene naye, kwa nini anavamia tu? Alijisemea Irene akiwa anasimamisha gari. Nipelekee ndani, alizungumza akiwa anamkabidhi dada wa kazi mfuko wenye waini na funguo za nyumbani. Kisha yeye akaelekea nyumbani kwa Mabagia. Lazima ajue kuwa mwanae ni mwizi na asitegemee kuwa nitakubali aniharibie mwanangu, alisema Irene. Alikuwa amechukia vibaya sana. Bora afungwe mpaka akitoka au ameshaolewa na huyo Jafari. Mama Irene alikuwa anaongea kama chizi fresh, huku akaendelea kutembea kuelekea nyumbani kwa Mabagia, yani Tausi. Kwa jinsi alivyokuwa anatembea kwa haraka, alitumia dakika moja tu akikatiza kwenye bustani ya mboga na wakati mwingine akikanyaga sijui kwa bahati mbaya au ni makusudi. Hodi, alisema Irene huku akipitiliza kuingia ndani ambako alimkuta Eric akiwa anatokea sebuleni kurudi jikoni. Kwa maana hiyo walikutana koridoni. Sikia yeye mwanamke, nilikwambia mwanao hamfai Irene. Umeona sasa? Nani atakubali mwanae aolewe na mwizi? Tena mwizi wa bangire? Mama Irene aliuliza kwa sauti iliyojaa dharau ya hali ya juu na kila madoido ya majivuno. Mama Eric akashikwa na mshangao tena mkubwa sana, huku akina Patricia au Mama Joni na mama yake ni shangazi wakiinuka na kusogelea kwenye korido, masikio wameshatanua kama wale paka wa porini. Usinitolee macho kama umenikuta na mumeo. Mwanao amekamatwa kwa wizi na nina uhakika atafia jela, aliongeza Mama Irene kwa sauti ya juu iliyofika masikioni mwa Mama Eric. Nyamaza Mama Irene, mwanangu sio mwizi na haitokee mwanangu akawa mwizi, alisema Mama Eric yani Tausi, huku anapiga hatua kuelekea jikoni. Lakini Mama Irene akamdaka mkono. Unakwenda wapi wakati bado sijamaliza? Alisema mama huyu mke wa dokta, huku anamvuta Mama Eric kumrudisha nyuma. Akafanikiwa. Unakwenda wapi Tausi? Kiburi chako siku zote kinakuponza. Tulikwambia kwa baba yake Eric alikuwa mtu wa ovyo ovyo, ukabisha. Ona sasa Eric ametoa wapi tabia ya wizi? Alisema shangazi yake Tausi, ambaye usingeamini kuwa ni mgonjwa kwa jinsi alivyokuwa anajikongoja kusogelea pale koridoni. Nasema tena, Eric sio mwizi na haitokee. Labda umsingizie kwa kuwa anamfuata mwanao, alisema tena Mama Eric kwa sauti ambayo wazi ilikuwa imenyongea. Hapo Mama Irene akacheka kicheko cha dharau akisaidiwa na akina shangazi, huku mama huyu akiigiza maneno ya Tausi.
akibana pua, eti mwanangu sio mwizi. Sasa hiyo bangiri ya watu aliyomuhonga mwanangu aliitoa wapi? Aliuliza Mama Irene kwa sauti ya kusuta. Hapo Mama Eric aliganda kwa sekunde kadhaa, huku akimtazama Mama Irene kwa sura ya mshangao iliyojaa huzuni ya mwanzo. Usishangae we mama mzaa mwizi. Tena kwa taarifa yako, leo analala jela, alisema tena Mama Irene kwa sauti ya dharau, huku Mama Eric bado akimtazama kwa mshangao. Na kila sekunde iliyopita uso wa mama huyu ulionekana kubadilika na kuunda tabasamu, na mwisho akaangua kicheko, tena kile kikubwa mpaka wale watu watatu wakashangaa na kutizamana usoni kwa mshangao. Vipi, ameweuka? Yana anaambiwa taarifa za kukamatwa kwa mwanae, yeye anacheka, aliuliza Patricia kwa mshangao. Akina shangazi na Mama Irene wakaonyesha ishara ya kuwa sijui kwa kutumia mikono yao, huku Mama Irene akionyesha ishara ya kuzungusha kidole chake juu karibu na sikio kuwa Mama Eric amechanganyikiwa. Wakati hayo yanaendelea, huku nyumbani wakina Irene waliingia na kusimamisha gari pembeni ya gari hilo alilokuja nalo Mama Irene. Irene akashuka haraka akielekea ndani moja kwa moja, huku kilio cha kwikwi kikimtoka. Sijui nitamwambia nini mama yake, nimemchukua mwanae halafu nimeshindwa kumrudisha, alisema Irene huku kilio kikimtoka. Dada wa kazi akamtizama Irene kwa huruma, huku moyo wake ukionekana kuchomeka kwa machungu aliyokuwa nayo dada yake. Lakini mama ameshaenda kumweleza mama yake. Ndivyo alivyosikika dada wa kazi wakati Irene akipita sebuleni na kumfanya asimame ghafla. Unasema mama amekwenda kwa akina Eric? Irene aliuliza kwa mshangao. Ndiyo, nilipofika tu akapitiliza kwa akina Eric, alifafanua dada wa kazi. Akageuka na kurudi alikotoka, akimpita babake pale nje na kuelekea kwa akina Eric. Dr. Simon akamtizama mwanae akitokomea kwa akina Eric. Pole mwanangu, tutajitahidi kufanya kila linalowezekana tulimalize hili swala, alisema Dr. Simon ambaye alikuwa anaamini kuwa Eric hajaiba. Upande wa huku sasa kwa Mama Eric, kicheko chake kilidumu kwa dakika nzima kisha kikakata ghafla, huku Mama Eric akimtizama Mama Irene. Sikia Mama Irene, hiyo bangiri Eric hajaiba, ni ya kwangu. Ina miaka zaidi ya 20. Mimi ndio niliyempatia Eric, akampea Irene. Tena zilikuwa 2. Kwa kifupi, siku moja utajua ukweli wa hiyo bangiri, alisema Mama Eric na kuanza kutembea kuelekea jikoni, akiwaacha shangazi na Patricia wakimtizama kwa mshangao, wakati Mama Irene akimfuata Tausi jikoni. Utajua mwenyewe na mwizi wako, na nina uhakika hatoki jela mpaka Irene ameolewa. Tena ukae kujua Irene ana mchumba wake, mtu mwenye heshima zake, sio huyo mwizi wako, alisema Mama Irene kwa sauti ya dharau. Kisha akatoka nje, nusu agongane na Irene pale mlangoni, aliyekuwa anakuja kwa mwendo wa haraka. Na wewe unakwenda wapi? Hebu twende nyumbani, alisema Mama Irene akimdaka mkono mwanae na kuanza kumrudisha nyumbani kwa kumvuta. Mama, niache nikaongea na Mama Eric aniambie ukweli kuhusu zile bangiri, alisema Irene huku akihangaika kujipapatua toka kwa mama yake. Hakuna ukweli wowote utakaoambiwa. Hebu tuende nyumbani, acha kujidhalilisha kwa mwizi, alisema Mama Irene akimvuta mwanae. Wakati huo tayari vuta ni kuvute ya kina Irene na mama yake ilishafikia kina Patricia huko ndani. Wakaja mbio mbio pale nje na kukuta Irene akijaribu kujipapatua toka kwa mama yake. Yaani huyo binti tayari ameshavurugwa akili na Tausi. Sio bure. Yaani umesikia mama yake amesema kuwa mwanae ameiba, lakini bado unataka kuongea naye? Nini sasa unataka kuongea naye? alisema Patricia kwa sauti ya masikitiko, huku Tausi mwenyewe akitoka nje na kumtizama Irene alikuwa anajaribu kujipapatua toka kwa mama yake. Hapana, Eric sio mwizi. Eric hajaiba ile bangiri, alinipa siku moja kabla ya makumbusho hayajavunjwa, alipiga kelele Irene akiongea kitu kigeni kwa mama yake ambaye hakujua hizo bangiri zimeibwa wapi.
Lini? Na za nini? We binti, sisi ndio tunaojua baba yake alikuwa mwizi, alisema shangazi hapo Tausi. Akamtizama shangazi kwa jicho kali. Na shangazi aliyekuwa na tabasamu ambaye alikwepesha macho kwa kutazama chini. Kisha Mama Eric akamtizama tena Irene. Macho yao yakakutana. Mama Eric, niambie kama kweli Eric ameiba, nijue la kufanya. Na hapa sitomwacha. Kama aliiba kwa mapenzi yake kwangu. Ilikuwa ni sauti ya Irene iliambatana na kilio. Mwanangu, mwisho wa usiku ni mchana. Kila kitu kitakuwa wazi. Naomba uende nyumbani, msikilize mama yako. Sababu ukikataa unazidi kumfanya amchukie Eric, alisema Mama Eric. Na hapo Irene akatulia kidogo, kisha akajitoa kwa nguvu mkono wake kutoka kwa mama yake na kuanza kuelekea nyumbani kwao. Akimwacha mama yake, anamgeukia Mama Eric akiwa amekunja sura kwa hasira. We mwanamke, ukome na hiyo midawa yako uliomwekea mwanangu kwenye bagia zako chafu, alisema Mama Irene, kisha akageuka na kuondoka zake. Mama Eric akamsindikiza kwa neno moja la busara. Sawa dada, lakini kumbuka sina ubaya na wewe, ni urafiki wa watoto ndio uliosababisha haya yote, alisema Tausi na kurejea ndani akifuatiwa na Patricia na shangazi. Tulikwambia Tausi, Eric akakae kijijini, si angepata msichana mzuri na wala asingetokea matatizo kama haya, alisema shangazi huku akijikongoja kuelekea sebuleni ambako Tausi naye alikuwa anaelekea. Tausi hakujibu kitu mpaka alipofika sebuleni. Ni kama aliwasubiri wakae, maana ile wanakaa tu. Tausi akasema, Dapati na shangazi, ukweli miaka yote niliyopata kuwa na nyie, nimekuwa na imani kuwa ipo siku mtabadilika na kunichukulia kuwa na mimi ni binadamu mwenzenu. Mlininyanyasa nyumbani kwenu, sasa nyumbani kwangu mnafanya kila mnaloliona litaninyima amani, alisema Tausi kwa sauti tulivu, huku Patricia akitizama chini na shangazi naye akajifanya kuanza kukohoa. Ina maana Tausi, sisi tunakunyanyasa kweli? alisema shangazi akiendelea kujifanya anakohoa kwa fujo. Hilo halikumzuia Tausi kuongea tena. Naamini hamuwezi kubadilika, sababu sijajua ni kitu gani kinawafanya muwe na roho za hivyo. Labda ningeomba msamaha au kurekebisha ili msinichukie. Kwa hiyo basi, naomba kesho mkusanye kila kilicho cha kwenu, mrudi kijijini kwenu, alisema Tausi na kuingia chumbani kwake na kujifungia, huku kwa mbali akisikia sauti ya kilio cha shangazi yake. Ui, Tausi mwanangu, kweli unanifukuza nyumbani kwako? Mimi nikafie kule kijijini, nitapata wapi hela ya kununua dawa? alisema shangazi, na haikusikika sauti ya Patricia ikimbembeleza. Ilionyesha kuwa Patricia naye alikuwa kwenye mawazo mazito, maana baada ya muda mchache akasikika akisema, Tausi, hebu angalia hali ya mama, kumbuka huyu ni mgonjwa na sisi tumekuja huku kutibiwa. Unadhani mama ataishije kule kijijini na hali kama hii? Lakini hakuna jibu lilotoka kule chumbani alikojifungia Tausi. Naam, wakati Songea Tanzania mambo yakiwa hivyo, huku nako kwenye anga la Mbogolende ilikuwa inaonekana taa ya ndege ndogo ya kisasa ya familia ya Mfalme Eugene wa Pili ikitafuta uelekeo wa running way za uwanja wa kimataifa wa Mbogolende. Hata walipokuwepo ndani ya ndege pia walianza kuona taa za kuongozea ndege kwenye njia zake, na wote kuanza kutabasamu kasoro Eric peke yake, ambaye alionekana kuzidiwa na maswali mengi yaliyomsibu ambayo hayakuwa na majibu. Maana japo hakuwahi kukamatwa kwa wizi, lakini hakuwahi kufikiria hata kama ni rais wa nchi akikamatwa kwa kosa lolote hawezi kupewa huduma kama alizopewa yeye ndani ya chumba kile cha kwenye ndege. Maana mara baada ya ndege kukaa sawa angani, wale wahudumu wa kike walitoka kule kwenye chumba kidogo, na mmoja akamsogelea na kumfungua mkanda, kisha wale wawili wakamuuliza kwa sauti zilizojaa nidhamu na upole, ewe mwenye kijana, tupo hapa kwa huduma utakayohitaji. Hapo Eric hakuweza kusema kitu, kwani aliona kama anajaribiwa, na isitoshe
Hakujua anamaanisha nini wasichana wale ambao waliganda wakisubiri jibu la Eric, ambaye hakushangaa kuitwa mwenye kijana sababu ni majina ya baba yake. Aliwahi kuambiwa hivyo na mama yake. Tunasubiri kukuhudumia ewe mwenye kijana, alirudia mmoja kati ya wale wasichana wawili, huku mmoja akionekana kukagua ile sehemu kila mara, akipanga na kuhakikisha hakuna sehemu iliyokaa vibaya. Safari hii Eric alikataa kwa kutikisa kichwa kuwa hakukuwa na huduma anayohitaji. Wale wasichana wakatoka na kuingia kwenye kile chumba walichokuwa wameingia mwanzo, wakimwacha Eric anashangaa. Ukichukulia ilikuwa ndio mara yake ya kwanza kupanda ndege, huko maswali mengi yakimsonga. Balaa gani hili jamani? Ndani ya siku moja nampoteza Irene, mama yake anitaki. Pia naambiwa kuwa mimi ni mwizi. Natengana na mama yangu, napelekwa sijui Mbogolendi. Si afadhali wangenipeleka polisi ya kwetu kule Songea, ningekuwa na mwana wa mama. Aliwaza Eric huku akijiuliza maswali zaidi. Ina maana huyo baba, yani baba yangu, aliiba vile vitu. Lakini ni miaka mingi imeshapita, iwaje nikamatwe leo? Hapo Eric aliwaza sana jumlisha ya mama yake kipindi ambacho atakuwa amefungwa. Mama yeye ndiye atakuwa mtendaji mkuu pale nyumbani, akikusanya mapato na kuyakabidhi kwa mama yake. Hata kama nikiachiwa, sijui kama Irene atanipenda tena. Lazima ataamini kwa mimi ni mwizi. Au ndio maana niliota ameolewa na mtoto wa mfalme. Aliwaza Eric huku kila baada ya dakika 4 wale wasichana wakija na kumuuliza kama kuna anachokihitaji. Lakini yeye aliendelea kukataa, japo alishafahamu kuwa walikuwa wanahitaji kumhudumia vinywaji na vyakula. Lakini wamejuaje jina la baba yangu? Ina maana wanamfahamu, alijiuliza Eric. Na wakati huo akaja msichana mmoja kati ya wale ambao walivalia vile vishanga vya dhahabu kuficha sehemu zao nyeti. Alikuja mbele yake na kuinamisha kichwa. Mwenye kijana, tunakaribia kutoa kwenye uwanja wa ndege wa Mbogolendi. Naomba nikufunge mkanda. Ilikuwa ni sauti nyororo ambayo ingekuwa katikati ya hali ya kawaida ingekuwa burudani kwa Eric, ambaye japo mle ndani televisheni ilikuwa inaonyesha matukio mbalimbali, lakini hakuhangaika nayo kuitizama kutokana na kutingwa na mawazo. Bila Eric kujibu lolote, yule msichana akaanza kumfunga mkanda tayari kwa ndege kugusa ardhi. Samahani dada, ina maana wewe unamfahamu baba yangu? Eric aliuliza na kumfanya yule msichana amtizame huku anatabasamu. Ndiyo, mwenye kijana, alijibu yule msichana na kutaka kuondoka kuelekea kwenye chumba alichokuwa ametokea. Hebu subiri kwanza. Unaweza kunisaidia nimpate ili athibitishe kuwa sijaiba ile bangiri? Tafadhali nisaidie. Nitajitahidi nikupe zawadi yoyote. Mama yangu ananitegemea na nikifungwa atapata shida sana, alisema Eric, maneno yakimtoka mfululizo, huku yule dada akimtizama kwa mshangao na uoga. Mwenye kijana, hupaswi kuniomba mimi mtumishi wako. Nitume na mimi nitatekeleza, alisema yule msichana huku akiinamisha kichwa chini mbele ya Eric, ambaye alitoa macho kwa mshangao huku akimtizama yule msichana alikuwa ameinamisha kichwa mbele yake. Ina maana hata yale niliyoyafanya na Irene kumbe ni ndoto, aliwaza Eric, na kabla hajapata jibu akamsikia yule msichana akisema, mwenye kijana, kwa ruksa yako naomba nikufunge mkanda, tumekaribia kutua. Ilikuwa ni sauti ya upole na unyenyekevu. Hapo Eric akatabasamu na kuwaza haraka, ngoja nifaidi maisha ya kitajiri kabla sijaamka. Kisha akamtizama yule msichana ambaye alionekana kuwa na nidhamu ya hali ya juu mbele yake, ambaye akimwambia chochote atafanya. Hapo Eric, huku akiamini kuwa yupo ndotoni, akaamua ajaribu kumwambia kitu. Kaa pale, sipana mkanda, alisema Eric, na yule msichana akainua uso wake kumtizama Eric kwa wasiwasi, ni kama hakuamini alichokisema. Lakini hapo ni malkia wako, siruhusi kukaa, alisema yule msichana, huku ndege ikionekana kutizama chini. Si umesema nikikwambia chochote utafanya? Mbona unakataa? Eric aliuliza, na hapo yule binti akainamisha kichwa na kusema,
kwa neno lako nitakaa mwenye kijana. Kisha akaenda kukaa pale alipoonyeshwa na kufunga mkanda. Na wakati huo ndege ikagusa ardhi. Eric akamwona yule msichana alikaa kioga kwenye kile kiti kizuri kama alichokalia yeye, akitabasamu. Hatimaye tumefika salama, alisema yule msichana, huku ndege hii ndogo ya kisasa ikitambaa kwenye ardhi ya Mbogolende. Hapo kidogo Eric akasahau kuhusu ndoto yake. Ikamjia tena hali ya wasiwasi, hasa mara baada ya ndege kusimama. Yule msichana akajifungua ule mkanda na kusogelea kiti alichokalia Eric. Ewe mwenye kijana, kwa ruksa yako naomba nikufungue mkanda, tayari kushuka toka kwenye ndege, alisema yule msichana akiinamisha kichwa chake. Unadhani Eric angejibu nini zaidi ya kuitikia kwa kichwa? Yule msichana akamfungua mkanda, na wakati huo wasichana wengine wawili waliokuwa kwenye kichumba wakaja nao wakainamisha vichwa vyao mbele ya Eric. Tunakutakia maisha marefu mwenye kijana, hapo alisema wote watatu, huku Eric akirudia katika hali yake ya kuamini kwa yupo kwenye ndoto, lakini hakujua aseme nini. Jamani, hii ilikuwa ni sehemu ya 13. Tukutane hapo kesho ili tuweze kujua nini kitatokea, maana Eric ameshafikishwa huko Mbogolende. Je, babake akimuona atasema nini, na Eric naye atasemaje mara baada ya kumuona babake huyo ambaye ni mfalme wa nchi hii ya Mbogolende? Basi tukutane hapo kesho tujue nini kitajiri. Asante kwa kunichagua binti Trishi. Asante kwa kuchagua Light Simulizi. Lakini kwa yule ambaye anahitaji kusikiliza sehemu ya 12 ya binti Tausi, nimeweka namba hapo chini ya WhatsApp. Utanitumia message mara baada ya kutuma pesa shilingi 1000 tu na kutumia kipande cha 12. Asante sana. Love you so much.